Bulisha masenators wenzake. Karibu Bwana. Asante sana. Asalamu alaikum. Wacha nijiunge na wale ambao wamesema hapo mbele ya kwamba tumefurahia baba kwa ajili ya hafla hii ambayo umeandaa kwa ajili ya ndugu zetu Waislamu kutoka nyanja mbalimbali haswa hapa jiji la Nairobi, na sisi kama ndugu zenu tunazidi kuomba kwamba sala zenu pamoja na matendo yenu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani yatakubalika. Kwa hivyo langu ni kuwatambulisha maseneta wenzangu ambao wako hapa, na naomba tu wasimame mahali wapo ili niweze kuwatambulisha. Maseneta wote tafadhali naomba kwa heshima. Tuko hapa na ndugu yetu Mheshimiwa Faki ambaye ndio seneta wa kaunti ya Mombasa. Tuko hapo na ndugu yetu Isa Boy ambaye ni seneta wa kaunti ya Kwale. Naona ndugu yangu hapa ambaye ni kiongozi wa walio wachache na seneta wa Kilifi, Mheshimiwa Stuart Mazayo yuko pale. Nilimuona ndugu yangu Eddie Okech, seneta wa Migori. Halafu tuko na seneta mteule kutoka kule Kwale, anaitwa Rafael Chimera. Dada yetu seneta mteule Hamida Kibwana ambaye ameshughulika pakubwa na kuandaa hafla hii. Tunakushukuru sana Hamida. Mwisho kabisa, yule ni dada yetu Tabitha Mtinda, leo tunamuita Amina ambaye ni seneta mteule wa chama cha UDA lakini anaondokea hapa kaunti ya Nairobi. Asante sana, mimi nitakomea hapo Abdisalan. Nichukue fursa hii nimkaribishe kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate, Mheshimiwa Stuart Mazayo. Utasema machache Mheshimiwa, kisha utamkaribisha kiongozi wa wachache ndani ya bunge la kitaifa, Mheshimiwa Junet Mohamed. Asante sana, Mungu awabariki. Ndugu zangu Waislamu, wa assalamu alaikum. Mimi nataka kusema kitu kimoja tu, ya kwamba alhamdulillah, nataka kusema ya kwamba leo tumeandaliwa iftari. Kwanza nataka niwashukuru sana wote waliohusika katika hii hafla hii ya kutukamilishia hii iftari. Dadangu Hamida Kibwana, popote pale alipo, Mwenyezi Mungu akubariki. Na pale ulipotoa pia paregeshwe nyingi, na wengine wote ambao wamehusikana pia nao waregeshwe vile vile. Mwezi huu mtukufu ni mwezi ambao lazima tujinyime kwa mengi, na pia tuone kwamba tumeweza kusaidia wengine. Hiyo ndio imani tulionayo. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu kwamba Mwenyezi Mungu atuajalie, atulinde na atupe maisha marefu. Kwa machache au mengi, asante sana, shukran. Nataka kuchukua nafasi hii nimuite kiongozi wetu ndani ya bunge la kitaifa ambaye ni kiongozi walio wengi kabisa, ndugu yangu Junet. Asalamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum mandugu Waislamu, na baba Raila Amolo Odinga na madada wote wako hapa, nimewasalimia tena. Assalamu alaykum. Mambo yangu ni machache. Wale wabunge wenzangu kutoka National Assembly wako hapa, msimame juu pia mtambulike. Tuko hapa na wako wengi naona. Tuko hapa na Mheshimiwa Lakdera Abdulqadir Banane, tuko hapa na Walafei Mohamed Abdikhair, tuko na Mheshimiwa Voi Chome, tuko hapa na Watana Garsen Wario Ashaka, tuko na nominated Abubakar mtu wa Mombasa City, tuko upande hii na dada wetu kutoka Migori, woman rep wetu anaitwa Fatuma, tuko na wa Trans Nzoia, Mheshimiwa women rep wa Trans Nzoia Lili Ansioi, unajua tuko hapa na Wakwale pia, Mheshimiwa Fatuma Masito. Nafikiri nimemaliza wote. Tuko hapa na chairman wetu katika bunge wa Waislamu, Mheshimiwa Mwinyi. Yangu ni machache baba. Tunataka kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kualika sisi katika iftari hii wa leo. Nilipata mwaliko kwako, ulinipigia simu asubuhi ukaniambia leo unataka kufanya futari na Waislamu. Tumesema asante sana
sababu upendo wako wa Islamu inajulikana. Ni upendo wa dhati na ni upendo ambaye imekuwa kwa muda mrefu sana. Tukianza kusema sasa historia ya uhusiano yako na Waislamu, tutachukua muda mrefu sana. Itahitaji siku nzima, lakini tunakuombea Mungu akujalie pia ukue Muislamu na pia ufutari na sisi Ramadhani ijao kama wewe ni Muislamu inshallah. Takbir. Jambo la pili ni ya kusema asanteni sana pia wale wamefika hapa kwa kufika leo ili tufungue siku ya leo pamoja na baba. Tuko hapa na pia former minister Rafael Tuju yuko hapa. Mheshimiwa, simama juu watu wakuone. Huyu ni tuko hapa na pia gavana wa Kajiado County ambaye kwake Waislamu wengi wanaishi. Kwake kuna Waislamu wengi sana wanakaa kwake. Hata yeye alizaliwa kama Muislamu. Alikuwa anaitwa Jama Fara, lakini baadaye akageuka wakati ng'ombe ikakuwa mingi kwao nyumbani, akaona kumbe ng'ombe sasa imekuwa mingi, akajiita Olelenku. Lakini kwake alikuwa anaitwa Fara zamani akizaliwa. Sasa kwa kumalizia nataka kusema asanteni sana. Tuko sisi kama Waislamu baba, tuko gangari katika nchi hii yetu. Sasa tuko wengi. Uchaguzi hii inakuja, Muislamu atakuja kusema yote, kwa sababu kura ya Waislamu sasa ni kura kubwa sana katika taifa hii. Na hapa mbele kuna watu watasimama rais ama naibu wa rais mwisho hapo. Hawataenda chini ya hapo, kwa sababu kura ya Waislamu ni wengi na haitachukuliwa hivi hivi. Tutaweka vitu kwa meza na watu watapigana hisabu. Kuna wengine wanafikiri wako wengi kushinda wengine, lakini ngoja kura hisabu ipigwe wataona nani wako wengi. Si namna hiyo? Nataka kualika ndugu yangu kutoka Mombasa, waziri watamuita waziri wa madini na mali asili ama ni bahari na kokote hapa duniani, Mheshimiwa Hassan Ali Joho. Mheshimiwa waziri, karibu. Kiswahili ni ngumu. Pale natoka Kiswahili ni ngumu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, viongozi, the Speaker of the Senate, wajumbe, maseneta, mimi yangu ni kwanza kutoa shukrani za dhati. Speaker wa bunge la Nairobi, siwezi kukusahau. Even though salamu alaykum yako ilikuwa nusu. So mimi naweza kutoa shukrani za dhati kwanza kwa baba kwa kututayarishia futari hii. Mheshimiwa Speaker wa Seneti alinukuu kitabu cha Chinua Achebe katika msemo wake mmoja juzi tulipokuwa bungeni. Anasema mtu anavoita jamaa ama jamii katika mlo kama huu sio kwamba wamekosa au wana ufukara ama njaa katika majumba yao, ni kwamba wamekutana ili kujuliana hali na kujenga udugu. So we don't take it for granted that Baba found time to invite all of us to break our fast together katika siku hii muhimu ya kuingia siku 20 ya Ramadhani. Baba, mimi nataka kusema just to add to what Junet said, na Waislamu na Raila Odinga wametoka mbali sana sana. Sisi tulivyokuwa wadogo, huyo Omar Mwinyi alikuwa kwa mwenyekiti wa chama kinaitwa IPK. Am I right? Hao walivyokuwa wanajaribu kutafuta their space kwa demokrasia waligandamizwa sana, walipigwa sana yeye na Sheikh Khalid Balala. Mwishowe baba ndio alikuja akawabeba. People sometimes ask me, mbona nyinyi watu wa pwani mnasikizana ama mnampenda baba sana? Because there's serious historical background of our relations that not everybody can understand. Unajua sisi watu ya jimbo la Pwani na Raila Odinga tumetoka mbali sana sana. Unajua mnamkumbuka marehemu Karisa Maitha? Marehemu Karisa Maitha na Professor Rashid Mzee walikuwa kuna by election. An election petition ikaja, within a very short period of time wakaenda by election. Baba came and stood with the candidate of IPK
if I remember well, I think Baba gave him a ticket ya NDP, no, Ford Kenya, and then stood with him. Vita vikali sana, lakini Baba at that time stood with the people of Mombasa and the Islamic Party of Kenya. So musisumbuke, to undo that relation is not easy. Sasa all of us grew up, first of all, katika siasa zetu, jamii yetu, mambo yetu, tulikuwa very close with the family of Raila Amolo Odinga. So musisumbuke sana kutafuta historia yetu, mbona mnamfuata baba? Tunamfuata kwa sababu yeye ni mwenzetu, ni mmoja wetu na amesimama na sisi kwa hali na mali. So mimi sitaki kusema sana kwa sababu wakati wa swala umefika, nimejienjoy sana. Na baba, we don't take it for granted that you found time to be with all of us. Kiislamu unaambiwa kifuturisha mtu, na sio tajiri au maskini, yoyote unapata ajira kubwa sana. Ile thawabu yangu yote ambaye nimefunga leo imeenda na baba, kwa sababu amenipatia nini? Futari. So baba, tunakushukuru na tunakuombea Mwenyezi Mungu akupatie nguvu, akupatie furaha, akupatie afya, uendelee kutupenda sisi watu wako, uendelee kutulea sisi watoto wako, na uendelee kuongoza taifa letu la Kenya lisonge mbele. Nichukue fursa hii nimkaribishe mtu mmoja mfupi, maneno marefu, mambo yake makubwa, lakini ni mhenga wa kisasa. Unajua zamani, unajua maana mahenga ni wazee wa zamani. Sasa yeye ndio mhenga wa sasa. Sijui kama tupo methali moja leo ama itapita hivyo hivyo. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Seneti, tafadhali karibu useme nasi. Asante sana Mheshimiwa Waziri.